Mafua kwa ujumla imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa wafugaji wengi, na hii ni kutokana na baina za mafua ambazo zinakuwa zinashambulia kuku, na pamoja na tatizo la matumizi ya antibiotics kwa kuku mara kwa mara. Changamoto hii ya matumizi ya antibiotics mara kwa mara kwa kuku inasababisha bakteria ambao wanasababisha magonjwa haya ya mfumo wa hewa kupata usugu ambao unakuwa ni vigumu kutibu tena kwa kutumia dawa hizo za antibiotics za madukani, na hivyo zinajibadilisha maumbo, yani mutation, na zinakuwa zinazoea hali, zinatengeneza ukinzani kwa madawa hayo, na hivyo bakteria hao hawawezi tena kutibiwa kwa madawa hayo. Katika channel hii tunaonyesha mbinu za kiasili ambazo hazina madhara kwa kuku na wala hazitengenezi ukinzani, yani antibiotic resistance kwa kuku, na dawa hizi zinafanya vizuri katika kutibu kuku na hasa mafua yaliyoshindikana. Lakini pia katika somo la leo tutaangalia jinsi ya kutumia dawa hii ya asili ambayo tumeita jina la Flu Killer. Flu Killer ni dawa ya asili ambayo tumeitengeneza kwa kutumia viambata mbalimbali ambavyo vitakusaidia kwanza kabisa kuondoa antibiotic resistance kwa kuku ambayo hali hii imesababishwa na matumizi ya madawa mara kwa mara. Wafugaji wengi wanatumia madawa mengi sana katika kulea vifaranga toka kifaranga akiwa mdogo, kuanzia siku ya kwanza mpaka anakamilisha mwezi mpaka miezi mitatu wanatumia madawa, na hii inatokana na programu ambayo pengine wamekalilishwa na baadhi ya wafugaji wazoefu au baadhi ya wataalamu, na hivyo kuwafanya kuku waweze kuzoea bakteria, waweze kuzoea hali ya dawa hizo, na mwisho wa siku wasiweze kutibu magonjwa hayo. Na leo tutaenda kuangalia huu ugonjwa wa mafua sugu tata. Tunaita ni mafua sugu tata. Mafua sugu tata ni mafua ya aina gani? Mafua sugu tata ni mafua ambayo yanaambatana na magonjwa mbalimbali au bakteria wanaosababisha ugonjwa huu wa mafua kuambatana na wadudu au bakteria wanaosababisha magonjwa mengine na kusababisha hali ya kuwa na mafua sugu tata. Tukianza na mafua sugu, yani chronic respiratory disease, huu ni ugonjwa ambao unasababishwa na bakteria wanaoitwa Mycoplasma galsepticum, na wadudu hawa ndio wanaosababisha mafua sugu. Lakini pia kuna mafua makali kama ilivyozoeleka kwamba ni infectious coryza disease. Infectious coryza disease ni ugonjwa unaosababishwa na bakteria wanaoitwa Avibacterium paragallinarum. Lakini pia magonjwa haya yanaweza kuambatana kwa pamoja, yani bakteria hawa wa mafua sugu, yani chronic respiratory disease ambayo inasababishwa na Mycoplasma galsepticum kuambatana na bakteria wa mafua makali, yani infectious coryza disease, na bakteria wake anayeitwa Avibacterium paragallinarum, na kwa pamoja kutengeneza mafua sugu tata, yani tunaita kwamba ni complex chronic respiratory disease. Lakini pia complex chronic respiratory disease inaweza kuambatana na baadhi ya bakteria kama vile E. coli ambayo inasababisha ugonjwa wa colbacillosis. E. coli ni Escherichia coli. Huyu ni bakteria ambaye anasababisha ugonjwa wa colbacillosis, na ugonjwa huu unaambatana na dalili mbaya kwa kuku. Dalili zake zinaendana na dalili za mafua makali. Dalili ambayo inasababishwa na bakteria huyu wa Escherichia coli anayesababisha ugonjwa wa colbacillosis ni pamoja na mafua, yani kuku anayeshambuliwa na bakteria hawa anakuwa na mafua, lakini pia kuvimba kichwa. Hizo ni dalili mojawapo za ugonjwa unaosababishwa na Escherichia coli bakteria au ugonjwa wa colbacillosis.
Kama tulivyosema, dalili zake ni kama vile kukohoa, kupiga chafya, lakini pia kuvimba kwenye baadhi ya sehemu za mfumo wa hewa na kuvimba kichwa. Hii ni ugonjwa wa colobacillosis unaoambatana na mafua sugu tata ambao bakteria wake tuliowataja hapo, lakini pia bakteria wengine wanaoweza kuambatana na bakteria wanaosababisha mafua sugu kwa kuku ni pamoja na Salmonella. Hawa ni bakteria wa Salmonella. Salmonella ni bakteria ambao wako wa aina mbalimbali kama vile Salmonella gallinarum ambayo inasababisha typhoid kwa kuku, pamoja na Salmonella pleurum inayosababisha ugonjwa wa pleurum au mharo mweupe. Kwa pamoja, magonjwa haya yanapoambatana kwa pamoja inasababisha kuwa na mafua sugu tata, na hivyo mfugaji anapoangalia na kusoma dalili zinazoonekana kwa wazi ni dalili za mafua. Anaweza akaona dalili za mafua makali au anaweza akaona dalili za mafua sugu, yani chronic respiratory disease inayosababishwa na hao bakteria wa Mycoplasma gallisepticum. Lakini nyuma yake kuna kuwa na infectious coryza disease, yani mafua makali ambapo nyuma yake imesababishwa na vibakteria Paragallinarum, na pamoja na hayo, sambamba na hayo, kama vile nilivyosema awali, unakuwa na bakteria wa Escherichia coli wanaosababisha ugonjwa wa colobacillosis ambao pia madhara yake ni makubwa, pamoja na magonjwa ya bakteria wa aina ya Salmonella unaosababisha typhoid ya kuku pamoja na mharo mweupe. Sasa magonjwa haya yanapoambatana kwa pamoja inasababisha kuwa kuku kupata mafua sugu tata ambapo sasa madhara yake ni makubwa kwa kuku. Kuna kuwa na vifo vya kiwango cha vifo kinaongezeka kwa kuku, na hivyo kuku wanakufa kwa kasi ya ajabu. Lakini pia ukiangalia kuku anakuwa na dalili anapokuwa anashambuliwa na ugonjwa huu wa mafua sugu tata, anakuwa anaonyesha dalili za mafua makali, dalili za mafua sugu, lakini pia dalili za miharo kama nilivyosema. Bakteria aina ya Salmonella wanakuwa wanamshambulia kwa mharo mweupe unaambatana, pamoja na typhoid wanakuwa na harisha majimaji, lakini pia anashambuliwa na hawa bakteria wa Escherichia coli ambayo inasababisha colobacillosis. Kwa pamoja wadudu hawa wanamfanya kuku awe katika hali mbaya zaidi, na kwa vifaranga utashuhudia vifo vimeongezeka kwa kasi, na hivyo kupoteza kuku wengi kwa muda mfupi. Lakini pia dalili mojawapo ili kutambua kwa haraka kwamba kuku wako wana mafua sugu tata ni pamoja pia mafua sugu tata yanaambatana na magonjwa ya virusi kama vile ndui, pamoja na magonjwa ya gumboro pamoja na kideri. Yote haya yakiambatana na bakteria wa mafua wanasababisha mafua sugu tata. Leo kwa haraka nikupitishe, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu vya Bamjos TV, jinsi ya kuweza kutibu na kuondoa hali hii ya mafua sugu tata kwa kuku, ambayo tumesema hali hii inasababishwa na kuku kushambuliwa na zaidi ya bakteria wa aina moja, na hivyo kumfanya apate magonjwa mbalimbali kwa mpigo. Na hivyo kwa haraka kinachotokea kwa kuku ni kinga ya kuku kushuka kwa ghafla, nguvu kumuishia, kudumaa, pamoja na mabawa kushusha. Lakini pia ukimwangalia kwenye macho unakuta anatoa machozi. Ukiangalia vizuri kwenye jicho unakuta kuna uchafu mweupe, na pia upofu unaambatana na magonjwa haya ya mafua sugu tata. Na pia kitu kingine cha kunotisi kwa kuku wako ni kwamba wanapunguza hamu ya kula na wanadhoofika na kukosa nguvu, hatimaye wanakufa kwa wingi. Na magonjwa haya yanapomshambulia kuku wako, utaona kwamba asilimia kubwa ya kuku mpaka asilimia 60 mpaka 90 wanaweza kuzidiwa na kufa. Kwa hiyo kwa haraka nikukaribisha sasa uweze kuambatana nami ni kuonyeshe dawa hii ambayo tumeiandaa inayoitwa Flu Killer kwa ajili ya kutibu ugonjwa huu wa
mafua sugu tata. Cha kwanza unatakiwa utafute asali mbichi, tafuta maji ya limao, binzari manjano pamoja na chumvi ya mawe. Viambata hivi tulivyovitaja kwa jumla vina faida nyingi. Hatuna muda wa kuelezea kwa leo, lakini kiufupi ni kwamba asali mbichi ina sukari, yani fructose pamoja na glucose, ina vitamin, madini, ina amino acid, ambayo hii amino acid inasaidia katika utengenezwaji wa protini, na hivyo sukari inasaidia kutengeneza nishati au energy na kumsaidia kumwokoa kuku wako aliyezidiwa. Lakini pia ina antioxidant kama vile polyphenol pamoja na flavonoids, na hizi compound zipo pia kwenye binzari manjano. Kwenye binzari manjano kuna curcumin compound ambayo ina sifa tatu za antibacteria pamoja na antioxidant, lakini anti-inflammatory, yani zinapingana. Compound hii inapigana na kupambana na uvimbe, mioto pamoja na kupambana na uvimbe kwa kuku na bakteria mbalimbali. Lakini pia kuna limao, kupitisha haraka faida za limao. Limao na citric acid, ambayo hii citric acid inasaidia umeng'enyaji wa chakula. Ina ascorbic acid au vitamin C. Hii pia ina antioxidant pamoja na kuongeza kinga kwa kuku. Lakini kuna mafuta maalum kwenye limao ambayo yanafanya kazi ya antibacteria pamoja na antiviral properties, inapambana na bakteria pamoja na virusi. Lakini pia na phenolic acid, phenolic compound ambayo inafanya kazi ya antioxidant pamoja na antimicrobial effect. Sifa hizi zote zinapatikana kwenye viambata hivi tulivyokuonyesha. Kwa hiyo ukichanganya asali mbichi, maji ya limao, binzari manjano na chumvi ya mawe, vinatengeneza the strongest antibacteria, antivirus, lakini pia zinaongeza kinga kwa haraka na kumsaidia kuku wako kupambana na magonjwa. Lakini pia zinasaidia utilization of energy, utumikaji wa nishati inayotengenezwa kwa kuku na kumfanya kuku aweze kurecover ama kupona kwa haraka. Kwa hiyo jinsi ya kuandaa dawa hii: tafuta limao mililita 100 pamoja na asali mbichi mililita 100. Tafuta binzari manjano gramu 30 na chumvi gramu 20. Sasa unatakiwa ukamue maji ya limao, kisha uongeze asali pamoja na hiyo binzari. Lakini chumvi unatakiwa uiloweke kwenye maji mililita 50 na hakikisha inachanganyikana vizuri, na kisha uiongeze kwenye mchanganyiko wa asali, limao pamoja na binzari manjano. Kisha koroga mchanganyiko huo vizuri, uchanganyikane vizuri. Mara baada ya hapo, kwa kuku sasa waliozidiwa sana, ndugu mfuatiliaji, ni kwamba ili unatakiwa watenge pamoja na kuku ambao hawajazidiwa au wazima. Wachukue kuku walio serious, waweke sehemu yao, kisha chukua mchanganyiko huo uweke kwenye maji lita 5 na uwapatie wanywe kwa muda wa siku 7. Kila siku tengeneza dawa mpya. Lakini pia kwa wale ambao hawawezi kunywa, wanyweshe, na kwa wale ambao umewaacha wazima, watengenezee mchanganyiko huu uwape kwa ajili ya kinga na kwa ajili ya kuzuia maambukizi zaidi. Mara baada ya tiba utaona kuku wako wamepona kabisa.